baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhana pamoja na kumtakia rahma na amani role model wetu Abul Qasim, Mwenyezi Mungu anatuelezea katika aya nilowahi kuisoma, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik biibadati rabbih ahada. Yeyote miongoni mwenu ambaye kwamba anatizamia mkutano na Mola wake mlezi, yeyote miongoni mwenu ambaye kwamba anatarajia ipo siku nitakutana na Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu anamtaka afanye mambo mawili, hakuna la tatu. falyamal amalan salihan wala yushrik biibadati rabbih ahada. Jambo la kwanza ni ajitahidi kufanya matendo mazuri, ajitahidi tena sana kufanya amali nzuri. Na jambo la pili, hiyo amali nzuri atakayoifanya amkusudie Mwenyezi Mungu peke yake, asitafute radhi za mwingine asokuwa yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu. Katika hii aya, ndugu Waislamu, inayopatikana katika suratul Kahfi, wanazuoni wetu mabingwa wa kutafsiri maneno ya Mwenyezi Mungu, wanazuoni wetu mabingwa wa kuitafsiri Qur'ani, katika istimbati walowahi kuifanya kwa hii aya wanatuambia, جمع الله سبحانه وتعالى أصلين عظيمين في هذه الآية لقبول العمل. katika hii aya Mwenyezi Mungu ametutajia nguzo mbili za amali kutakabaliwa. Yeyote ambaye kwamba anataka amali yake Mwenyezi Mungu aitakabalie, yeyote ambaye kwamba anataka amali yake Mwenyezi Mungu aipasishe, lazima iwe imebeba sifa hizi mbili, lazima iwe imetekeleza hizi nguzo mbili. Nguzo ya kwanza, an yakuna العمل صالحا أي موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. nguzo ya kwanza, amali yoyote ambayo kwamba utaifanya chini ya bendera ya Uislamu, chini ya bendera ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, hiyo amali ni lazima iwe chimbuko yake, sozi yake inatokana na kitabu na sunna. Hiyo ni nguzo ya kwanza ya amali kutakabaliwa. Wathani, na nguzo ya pili, an yakuna khalisan liwajhi Allah subhanahu ba'idan kull al-bu'd an ash-shirki war-riya'i. Hiyo amali ambayo kwamba utaifanya, ambayo kwamba asili yake ni kitabu na sunna, hiyo amali mkusudie Mwenyezi Mungu peke yake, uwe mbali tena sana na kumshirikisha Mwenyezi Mungu ama kujionyesha katika amali kama hiyo. Ahibati fillah, i'lamu annahu laysa kullu man amila amalan yuqbalu minhu. Na waombeni kwa heshima na taadhima, hili litieni akilini, sio kila mwenye kufanya anayoyafanya anatakabaliwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema, waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Wengi duniani waliyafanya ya kuyafanya, lakini kwa masikitiko makubwa, maal asafi shadidi, siku ya kiyama matendo yao ambayo kwamba walijichosha juu ya mgongo wa ardhi, Mwenyezi Mungu yote anafanya ni kama uchafu wa baharini, haba'an manthura. Mwenyezi Mungu hajakubalia. Kwa nini? Mwenyezi Mungu ana nidhamu yake, Mwenyezi Mungu ana sunna yake ya amali kutakabaliwa. Ni lazima itekeleze masharti mawili.
mawili, chimbuko ni kitabu na sunna, kisha mkusudie Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Ahibati fillah, يقول الإمام الفضيل ابن عياض رحمه الله: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. Anasema mmoja katika wema waliotangulia al-Imam al-Fudail ibn Iyad, amali yoyote ambayo kwamba mmoja atafanya amali hiyo iwe na sifa moja ikose sifa ya pili, iwe na nguzo moja ikose nguzo ya pili, hiyo amali haikubaliwi. Ukiifanya kwa ikhlasi ukamkusudia Mola wako, lakini kwa masikitiko haina chimbuko kwa kitabu cha Allah, haina mashiko kwa sunna za mtume, amali hiyo haikubaliwi. Na iwapo amali hiyo ina mashiko kwa kitabu na sunna, lakini haukumkusudia Mwenyezi Mungu, vile vile amali hiyo haikubaliwi. Mpaka haya mawili yashikane, mpaka haya mawili yakutane, ufanye kwa ajili ya ikhlasi, umkusudie yeye peke yake Mwenyezi Mungu, na awe mtume ndio role model wako katika ibada kama hiyo. Na tukifahamu haya ndio tutafahamu kalimatu tauhidi ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Nini maana ya la ilaha illa Allah na nini maana ya Muhammadur Rasulullah? Inna kalimata la ilaha illa Allah asluha al-ikhlas lillah. Hiki kilima ambacho kwamba tunakitemka mara kwa mara, la ilaha illa Allah, asili ya kilima ni amali yako yote utakayoifanya haumkusudi yote ila Allah. Ninaswali la ilaha illa Allah, ninafunga la ilaha illa Allah, ninachinja la ilaha illa Allah, ninatoa zaka la ilaha illa Allah, ninakwenda hija la ilaha illa Allah. Lakini nitaswali vipi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu? Nitafungaje kwa ajili ya Mwenyezi Mungu? Nitachinjaje kwa ajili ya Mwenyezi Mungu? Lazima nije katika kilima cha Muhammadur Rasulullah. La ilaha illa Allah peke yake haitoshi bila Muhammadur Rasulullah, na Muhammadur Rasulullah haitoshi bila la ilaha illa Allah. Lazima hivi vilima vyote viwili vishikane, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na ndio maana wanazoni wetu wanatupigia mfano wa nguzo mbili hizi, ni mfano wa ndege anayeruka. Ndege yote ambaye kwamba anaruka angani, huyo ndege lazima awe na mbawa mbili. Akiwa na ubawa upande mmoja hawezi ruka, lazima ataanguka. Na amali yangu na yako ili Mwenyezi Mungu ainyanyue, amali yangu na yako ili Mwenyezi Mungu aitakabalie, amali kama hiyo lazima iwe imetimiza nguzo mbili, ndio mbawa mbili. Ikiwa na ubawa wa upande mmoja, amali kama hiyo haifiki kokote. Ndugu Waislamu, fa'iruni alquluba wal asma, na waombeni tena kwa heshima na taadhima, songezeni masikizi yenu karibu na nyoyo zenu ziwe hadir kwa haraka, tuweze kutanabaishana, tuweze kukumbushana, tuweze kunasuhiana kwa hizi nguzo mbili za amali kutakabaliwa. Asa sote baada ya sala tukatoka na kauli ya sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Ar-rukn al-awwal, nguzo ya kwanza, al-ikhlas lillah, kumtakasia Mwenyezi Mungu ibada zote utakazozifanya. Mwenyezi Mungu anatueleza tabaraka wa taala, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-dina, na wala hawakuamrishwa ila wamtakasie Mwenyezi Mungu subhanahu hiyo dini. Mwenyezi Mungu anataka atakasie dini yake. Usifanye kwa ajili ya yeyote, mkusudie Mwenyezi Mungu katika kila ibada utakayoifanya. Usije ukachoka duniani
siku ya kiyama ukaambulia patupu kwa sababu hukumkusudia Mwenyezi Mungu. Na hii nguzo ya kwanza ya al-ikhlasu, mtu akiterereka nayo anaanguka ima kwa ria ama kwa shirki, na zote ni hatari. Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallama anaambiwa na Mola wake, ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يا محمد, haya maneno tunakueleza na tuliwaeleza ndugu zako katika mitume waliokutangulia, lao ungefanya shirki, lao ungeingia katika mlango wa ushirikina. Nani huyo? Ni Mtume sallallahu alayhi wasallama anatahadharishwa na Mola wake, la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min alkhasirin. Lao ungeingia katika huu mlango wa shirki, matendo yako yote unayofanya yangeporomoka, na siku ya kiyama ungekuwa miongoni mwa waliokula hasara. Ikiwa huyo ni khairul bariya, ikiwa huyo anazungumziwa pia kwa namna hiyo ni Mtume sallallahu alayhi wasallama, mimi na wewe? Mwenyezi Mungu anasema katika hadithi qudsi, ana aghna ash-shurakai an shirki man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu. Mimi Mola wenu, mimi ni mkwasi, mimi ni tajiri. Yeyote ambaye kwamba atafanya matendo yoyote, yeyote ambaye kwamba atafanya amali yoyote ile, katika amali hiyo akanikusudia mimi Mola wake na mwingine asiyekuwa mimi, Mwenyezi Mungu anamwambia taraktuhu wa shirkahu, nitamwachia yule mwingine ambaye kwamba alimleta katika amali yangu. Mwenyezi Mungu ni tajiri, Mwenyezi Mungu ni mkwasi, Mwenyezi Mungu hana haja amali ambayo kwamba hujamkusudia yeye ama umemkusudia yeye na mwingine asiyekuwa yeye, Mwenyezi Mungu aikubalie ama achukue amali kama hiyo. Kwa hatari ya jambo hili la kutomkusudia Mwenyezi Mungu, ahibati fillah, Mtume wetu sallallahu alayhi wasallama anatueleza watu watatu ambao kwamba watafanyiwa hisabu mapema siku ya kiyama. Mtu wa kwanza ni rajulun ustushhida fi sabilillah, mtu aliouliwa katika maaraka, mtu aliouliwa katika jihadi, aliondoka duniani ima risasi limwanguka kifuani, huyo akadondoka chini akaaga dunia, ama alikutana na upanga ukaanguka kwa mishipa yake ya shingo, akaanguka chini akaondoka duniani. Huyu ni wa kwanza, ataletwa aulizwe. Mwenyezi Mungu atamuuliza, na Mwenyezi Mungu kumuuliza haimaanishi Mwenyezi Mungu hajui, anauliza ili apate kujua. La, Mwenyezi Mungu alima bima kana wa alima bima yakunu wa alima bima sayakunu wa alima bima lam yakun law kana kayfa kana yakun. Mwenyezi Mungu anayajua yalokuwepo na yalokoleo na yatakayokuja, na anayajua yale ambayo kwamba hayakuwepo, hayapo na hayatakuwepo, na anajua lao yangekuwepo ingeleta natija ama hasara kiasi gani. Huyo ndo Allah. Mwenyezi Mungu atamuuliza, fima kutilta, kwa nini uliuliwa? Atajibu, atasema, ya Rabbi qataltu hatta tushhitu fika, nilipigana nikauliwa shahidi kwa ajili yako. Mwenyezi Mungu atamwambia, kadhabta, umedanganya, walakinaka qatalta li an yuqal jari'un ay shuja'un, ulipigana nia yako ilikuwa usifiwe yule ni shujaa, yule hana uoga kabisa, yule ni komando. Faqad qila, na tayari ulisifiwa duniani. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar, Mwenyezi Mungu ataamrisha, atakamatwa, ataburutwa kwa uso wake, atatoswa katika moto wa jahannam. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Mtu wa pili, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an, mtu alichukua miaka kusoma, miaka kusomesha na akasoma Qur'an. Mwenyezi Mungu atamuuliza, hayo yote uliyafanya kwa ajili gani?
atasema ya rabbi ta'allamtu wa 'allamtuhu wa qara'tu fika alquran, nilisoma naam, nikasomesha miaka na miaka, na nikasoma Qur'ani ima kwa kusalisha. Hayo yote niliyafanya ya Allah kwa ajili yako. Mwenyezi Mungu atamwambia kadhabta, umedanganya. walakinaka ta'allamta wa 'allamtahu liyuqal innahu qari'un innahu 'alimun wa qara'ata alquran liyuqal innahu qari'un. Ulisoma ukasomesha ili usifiwe ni bahari katika bahari za ilmu, na ulisoma Qur'ani vizuri ili usifiwe ni qari. Mashallah, mashallah, kinanda katika Qur'ani, huyo ni msomi mzuri wa kitabu cha Allah. Faqad qila, na ulisifiwa. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar. Mwenyezi Mungu atamrisha malaika, mkamateni, mburuteni, mkokoteni, mtose katika moto wa jahannam. Mwenyezi Mungu aturuzuku al-ikhlas fi al-qawl wal-amal. Mtu wa tatu, rajulun wasa Allahu ilayhi wa ataahu fi asnaf al-mal kulli. Mtu Mwenyezi Mungu alimfungulia nafasi ya dunia, alimpa mali si ya kawaida, aliyafanya kuyafanya kwa kutumia mali yake. Mwenyezi Mungu atamuuliza hayo yote uliyafanya kwa minajili gani? Atajibu, atasema ya rabbi ma taraktu min sabili tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu lak. Sikuwahi kuacha njia yoyote ambayo kwamba ungependa mali itolewe kwa njia kama ile nilitoa. Wajane niliwatizama, mayatima sikuwasahau. Mwezi wa Ramadhani ilikuwa ni wakati wangu wa kutoa mali bila kujali. Msikitini nililipia maji mataa, maimamu niliwatupia jicho la rahma, hakadha. Na yote hayo niliyafanya kwa ajili yako ya Allah. Mwenyezi Mungu atamwambia kadhabta, umedanganya. walakinaka fa'alta li an yuqal jawadun ay karimun. Uliyafanya yote hayo ili usifiwe ni mtoaji sana. Mkono wake siku zote uko juu, mikono ya wapokeaji iko chini, na ulisifiwa. Hukufanya kwa ajili yangu. Mwenyezi Mungu atamrisha malaika, mkamateni, mburuteni, mkokoteni, mtose katika moto wa jahannam. Kwa haraka ndugu Islamu, nafasi ya nia pala pake ni moyoni, wala haina uhusiano na ulimi. Anasema al-Imam Malik, an-niyatu mahalluha fil qalb wa talaffudhu biha bid'ah. Nia pahala pake ni moyoni. Mtu kutamka nia ni katika uzushi, wala nia haina mafungamano na ulimi. Ulimi unaweza tamka unafanya kwa ajili ya Allah, lakini moyoni haufanyi kwa ajili ya Allah. Mwenyezi Mungu hatochukua ulimi, atachukua moyo wako umekusudia nini. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, inna Allah la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Mwenyezi Mungu haangalii sura zenu wala miili yenu. Mwenyezi Mungu anaangalia katika nyoyo zenu na matendo yenu. Mtume alishikamanisha nyoyo na matendo, nyoyo na matendo, wala si ulimi na matendo, ni moyo na matendo. Ndio maana akasema Mtume, idha iltaqa almuslimani bisayfayhima falqatil walmaqtul fi an-nar. Waislamu wawili wakikutana, wote wana hasira, wakapigana, wote wanapanga mkononi, mmoja akamuua mwenzie, Mtume anasema wote motoni, alouwa na alouliwa. Masahaba wakashangaa, wakamuuliza Mtume, ya Rasulullah, hadha alqatil fama balu almaqtul. Huyu tunajua kwa nini ameingia motoni, kwa ajili kaua. Je, huyu aloingia motoni kwa nini kaingia motoni? Mtume akasema, innahu kana harisan ala qatl sahibi. Alikuwa ana nia ya kumuua mwenzake. Huyu muuaji ataingia motoni kwa kitendo alichotekeleza
na huyo aliuliwa atamfuata mwenzake motoni kwa ile nia aliyokuwa nayo, nia chafu, nia mbovu ya kumuua mwenzake. Kama alivyosema tena Mtume sallallahu alayhi wasallama, inna bil madinati rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahum al-udru. Katika vita vya Tabuk kuna watu hawakwenda vitani, walikuwa hawana uwezo, wengine wagonjwa, jeshi linatoka wa nyuma wanalia. Walipofika katikati ya safari, Mtume akasimama kuwahutubia masahaba, akawaambia, sikizeni, katika mji wa Madina kuna watu tumewaacha hawako na sisi, lakini kwa taarifa yenu hamtopita kwenye barabara ama kwenye kichochoro ila wale tuliowacha Madina wako pamoja na nyinyi katika ujira, wako pamoja na nyinyi katika thawabu. Kipi kilichowazuia? Bila shaka ni udhuru ya kisheria, ndio maana walibakia mjini. Hao wamepata thawabu kwa nia waliokuwa nazo. Mtume anasema, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Kila amali ni nia, kila matendo ni nia, na kila mtu atalipwa kwa nia yake. Yule aliouliwa ataingia motoni kwa nia aliyokuwa nayo ya kutaka kumuua mwenzake, na hawa watalipwa hata kama hawakwenda vita vya Tabuk kwa nia waliokuwa nayo, walitaka sana kuenda kwa haraka. Ndugu Waislamu, aruknu thani, nguzo ya pili ya kutakabaliwa amali, almutaba'atu li rasulillah sallallahu alayhi wasallama, ni kumuiga na kumfuata kiumbe bora, ni kumuiga na kumfuata mtume wetu sallallahu alayhi wasallama. Hii nguzo ya pili niwe radhi baada ya kikao kifupi tuwe ni wenye kuzungumzia japo kwa haraka. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وبعد. أحبتي في الله، وركن الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جاء به في أصله وفي زمانه وفي مكانه وفي صفته. Nguzo ya pili ya kutakabaliwa amali, pamoja na kuwa utafanya amali yako kwa ikhlas, utamkusudia Mwenyezi Mungu, lakini role model wako awe ni Mtume sallallahu alaihi wasallama. Amali utakayoifanya asili yake iwe iko kwenye kitabu na sunna, na sifa ya hiyo amali utakayoifanya, hiyo ibada utakayoifanya, awe alifanya hivyo hivyo mtume wako sallallahu alaihi wasallama, na sehemu alifanyia na zama alofanya amali kama hiyo. Yeyote ambaye kwamba atajiweka mbali, kama tulivyowahi kutaja, ukikosa ikhlas utaingia kwa ria na utaingia kwa shirki. Na ukikosa vile vile nguzo ya pili ya kumwiga mtume, bila shaka utaingia katika kumzulia mtume sallallahu alayhi wasallama. Na mtume anasema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun ay mardudun ala sa'ibihi. Yeyote ambaye kwamba atazua jambo lolote katika dini ya Allah, katika dini alikuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallama, atarejeshewa, haina nafasi katika dini ya Allah. Uislamu ni mfano wa glass iliyojaa maji. Ukija na maji yako kutia kwenye glass yatamwagika, hayana nafasi katika dini ya Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallama amesimama katika mlima wa Arafa, hija ya kwanza na ya mwisho, akauliza masahaba, hal balagto, je, nimefikisha? Masahaba wakasema, qad ballagta risalata ya Rasulullah, umefikisha kila kitu, umetuonyesha adabu za kuingia chooni,
tutangulize mguu upi, tuseme maneno yapi? Tukitoka chooni tutangulize mguu upi, tuseme maneno yapi? Hata adabu za kuchemua umetuonyesha ya Rasulullah. Waliposema maneno hayo masahaba, mtume akanyosha kidole cha shahada, akaangalia mbinguni, ishara anazungumza na Mola wake, akasema Allahumma shahid qad ballaghtu mara 3. ya Allah, shuhudia nimefikisha, shuhudia nimefikisha, shuhudia nimefikisha. Aya ikashuka, Jibril akapasua mbingu, akashuka na hii aya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Leo hii nimewakamilisheni dini, nimewatimizieni neema yangu ya Uislamu, na nimewaridhieni Uislamu kuwa ndio dini yenu. Naam, hii aya al-Imam Malik alipokuwa akisoma akasema maneno haya, man ibtada'a fil islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana risala, لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. yeyote atakayezua katika Uislamu uzushi, akili yake ikamwambia hii haina ubaya, huyo mtu atakuwa amedai mtume hakukamilisha dini, na ilhali Mwenyezi Mungu anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kisha akasema maneno ambayo kwamba yanastahiki yaandikwe kwa wino wa dhahabu, yeyote ambaye kwamba atamzulia mtume na mtume ameondoka duniani ako matumboni mwa ardhi, akasema al-Imam Malik, fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al-yawma dina. Ikiwa kuna jambo wakati wa mtume haikupata nafasi ya kuitwa dini, na mtume yuko juu ya mgongo wa ardhi, haiwezekani mtume kuwa matumboni mwa ardhi hilo jambo likawa ni katika dini. Naam, qala ahadu salafi, mmoja katika wema waliotangulia anatuambia, ala Allahi al-bayan wa ala ar-rasul al-balagh wa alaina at-taslim. Mwenyezi Mungu, hii dini ni yake, si yangu, si yako. Hii ni dini ya Allah. Mwenyezi Mungu ndo alitoa plani ya Uislamu, alitutaka tuswali, alitutaka tufunge, alitutaka tutoe zakat, alitutaka tuende haji. Anatoa plani ya Uislamu ni Allah. Mtume ni mfikishaji, wama ala rasuli illa albalagh. Mtume hana zaidi, ni kufikisha dini ya Allah. Mimi na wewe hatuna nafasi katika dini ya Allah. Yetu yatakiwa iwe ni sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Ala Allahi albayan wa ala ar-rasul albalagh wa alaina at-taslim. Mwenyezi Mungu ni mbainishaji wa dini yake, mtume ni mfikishaji, mimi na wewe ni kusalimu amri katika dini ya Allah. Na hizi tofauti tunazozishuhudia alizitabiri mtume sallallahu alayhi wasallama karibu na kuondoka duniani. Masahaba wameenda kumtembelea nyumbani kwake, wakiona hali yake si hali, mtume akaongea nao akawaambia, فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. Enyi masahaba wangu, yeyote miongoni mwenu ambaye kwamba Allah atamkunjulia umri atashuhudia tofauti nyingi sana katika hii dini. Mtume alitabiri maradhi, na haikuwa tabia ya mtume kutaja maradhi asitaje dawa. Baada ya kuambia fasayara ikhtilafan kathira, akawaambia fa'alaykum bisunnati, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. mkiziona hizo tofauti, mkiona watu hawaeleweki, aina al-mafar, wapi pa kukimbilia? Kimbilieni kwa sunna zangu, kimbilieni kwa mwendo wangu, shikamaneni na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewaongoza na wanaongoza kwa idhini ya Allah. Hizi ndo zama, ndugu Islam, za kushikamana na mwendo wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallama. Hizi ndo zama, ndugu Islam, wa kushikamana na sunna za mtume wetu sallallahu alayhi wasallama. Allahumma shahid qad ballaghtu, Allahumma shahid qad ballaghtu, Allahumma shahid qad ballaghtu. Nilikuwa nazungumzia nguzo mbili za amali kutakabaliwa. Nguzo ya kwanza, amali yoyote utakayoifanya fanya kwa ajili ya Allah. Nguzo ya pili, muige mtume, awe ni role model wako. Amali kama hiyo iwe na asili ya kitabu na sunna ya mtume, na hii ndo asili au maana ya kalima ya tauhid ya la ilaha illa Allah
محمد رسول الله. أكثروا الصلاة والسلام على نبيكم كما قال تعالى مخبرا وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعمالنا من الرياء وأعمالنا من الرياء. اللهم أحينا على سنة نبينا وأمتنا على ملة حبيبنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا مستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا مستضعفين في فلسطين. اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد جمعهم. اللهم عليك باليهود والنصارى، مزق جمعهم ودمر ديارهم وشتت شملهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، هذا ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان. الله ورسوله منه بريئان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأعوذ به أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة، ألق به في جهنم. وأقم الصلاة.